sisi hatutakubali kama tulivyosema mwanzo kwamba huku kuna maskota, na nilisema juzi kwamba kuna viongozi wa serikali kutumia nguvu kupitisha mambo yao wanayotaka, na kama ukweli leo umedhihirika, viongozi wengi sana wa serikali wamekuja hapa kushindikiza watu walioko hapa waondoke, wale watu walioandikishwa hizo ardhi wawekwe. Sasa sisi tunakuomba Bwana Rais, mimi tulikulalamikia kilio, tukaona pengine zote litasimama, tukae kwa mkao, kwa meza, tutafute suluhisho. Lakini toka hiyo siku mpaka leo bado zoezi linaendelea. Kwa hivyo hili zoezi, jambo la kwanza ni haramu, hatukulikubali kwa sababu wanatutuma tufuate sheria, lakini tukapatia zile court order akwambia ni feki, sizo. Sio leo haya mambo. Watu wa gasi, mimi ni mtu wa gasi kabisa, na mimi lakini mtu wa gasi sipendi mtu adhulumiwe hata kama ametoka wapi. Nimestaajabu sana ya kwamba mtu shamba ni la kwake, lakini badala yeye ndio mtu savia pale mahali ampimie, savia ndio anakwenda kumuonesha mtu shamba. Hilo mile limeshangaza. Jambo la pili lilishangaza, tunaomba serikali ilitumia shamba apimie maskota, ambao kama ni maskota ni sisi. Cha kushangaza, kwa nini tumsisi tuombe shamba serikali mpaka jamii kununua, alafu tena tutoe askari kulinda sisi tunaomba hilo shamba? Hapo kwamba bila shaka wanajua kama huku waliopimwa ni wengine na walioko ground ni wengine. Tukaletea maskari kama kawaida yao kuja kusumbua, kwa sababu serikali wa Kenya kazi yao ni kusumbua, kutia wananchi hofu. Kwa hiyo hatukukubaliana na zoezi, tumelipinga kwa kauli moja. Kuanzia hii leo tunaomba kesho tupeleka leo koti order kwa kamishna hajapata yeye, maana tupadisi yeye bado wakipadisi koti order bisi kama kwa kamishna kumpelekea bado. Kwa hiyo sisi kesho Mungu akipenda tutarauka kwa kamishna tukampatia koti order. Lakini Bwana Rais, kama utapuuza haya maneno, hakuna mambo ya kuokoa kupigana, kwa sababu nataka tupigane, sijui kuna masadaka mnataka kutoka makajadani saa yote. Jambo dogo la watu wakaya suluhishe, lakini halikali kusuluhishwa mpaka wote mwage damu. Sisi hatutamwaga damu. Mimi kama mkazi wa Hogasi, huku sina ardhi, huku sikupata, sikushika ardhi. Ardhi iko huko nilikotoka, wakaja huku. Na huku siwezi mimi nikakubali, nikawa mpumbavu, nikamwondoa huyu ama huyu, nikaekwa mimi. Hata huyu pia ni binadamu, huyu pia ni Mkenya, huyu pia ni mpiga kura, huyu pia yuko na shida. Kama si shida hawezi kuja kwa msitu hivi. Si shida ndio nimemtoa huko alikotoka, miaka na miaka akaja kakaa hapa. Ndio serikali ikaona kuna wananchi wangu wametaabika pale kwa shamba la kampuni, wakaanza kutufuatilia kuomba hili shamba. Serikali kama ikatoa heka 300 kwa ajili yao. Kujulikana tu kutoka heka 300 walishawishiwa, wengine mwisho wakaondolewa, wakaingia kampeni za mashamba yako na karibu kwa majirani kusubiria mpimo, wengine wakabaki. Kuna kushawishiwa kule, ilikuwa kuna njama na hila kuchukulia watu wengine kutoka sehemu nyingine. Walipokuwa kuna hila, wangerudi kama walivyokuwa, wakakaa huko shambani wakitaka haki zao. Na si jambo la mwanzo la Bwana Rais. Fuatilia wakati wa kivuga kibwana kulitolewa kupimwe Rough Shark Farm. Watu wa gasi walitoka huko wakaja wakasumbua watu huko kwani kwao. Ina maana hawa ni watumishi, wao ni mabwana wakae, alafu kuna watu waingia mashambani wana shida, wapambane, waondoe msitu, waweke mimea, alafu wao siku ya kupima, siku ya mwisho ya mpimo wanakuja mara cha juu. Ni kwetu. Itawezekana vipi? Ndio tukasema wakuje kwa meza, kama ni
aondoke. Kwa nini hamtaki mazungumzo? Tumekuja kumwambia askari tokea saa 12 za asubuhi hapa. Tunalindwa kitu gani na shamba tunapewa sisi? Tunalindwa dhidi ya nani? Anaelindwa kuna adui. Hatuna adui, sio chini yetu. Sasa amekuja kutumia sisi mashamba. Kwa nini tunalindwa? Hatulindwi, tunakuja kusumbuliwa, kutia hofu, useme kitu kibaya, akupige, akupoteze. Kwa hivyo tunakuomba Bwana Rais, kama ulitolewa Kenya, nikana sio mimi peke yangu, hapa wa Kenya. Mimi namsema hiyo shamba kama ni amekuwa kelele sitaki. Nimeambia hata askari asubuhi, sitaki, nataka shamba, sitaki makelele. Majina mimi Hassan Yusuf Sadi, mkazi wa eneo hili la 00. Tunasikitika Mheshimiwa Rais, masavea wamekuja wanapima shamba kwa maskwota wasiokuwa halali. Mheshimiwa Rais, kama tulivyokuwa tukilalamika kwa muda wa mwezi mmoja, ulidanganywa kwamba kuna maskwota, lakini maskwota hao wako Gasi, lakini eneo hili ni within Gasi sublocation, lakini eneo tofauti. Wakazi hao wa Gasi ndio wanaoletwa katika shamba hili tuliokalia. In 2000, mwaka wa 2000, maskwota hao walikuwako na chief ama mzee wa mtaa na chief walithibitisha kuwako kwa maskwota hapa. Wanaopewa shamba wana mashamba eka 5 sehemu zingine tofauti, kote ni maskwota, including kijiji wanachokaa na wamepewa title deed. Mbona waletwe huku kwetu sisi na sisi pia ni maskwota? Sasa skwota mwingine anapewa mara 2, skwota mwingine anakosa kabisa. Hapa hatuoni uhalali wa mpimo huu. Na tumeona pia maskwota hao wanaonyanyaswa ndio maskwota waliokuwa shambani kama maskwota halisi. Ardhi hii ilikuwa na utata mwingi kiasi cha kwamba hata walioipeana kwa serikali walipeana evidence ambayo tayari tulikuwa tumeshtaki iko kotini. So evidence ile ikatolewa kotini na ikapewa serikali iganyie maskwota. Hapa kuna ukiukaji wa haki na sheria umefanywa, kuanzia kwa wenye kupeana, serikali iliyonunua ili na surveyor aliyekuja kupima, ili hali kulikuwa na kesi mahakamani. Kwa hivyo ni kumaanisha hapa wafanyakazi wa serikali hawaiheshimu department ya judiciary. So tuelewe, unayemwambia anakuambia presidential order. Je, presidential order inafinyilia judiciary? So ni serikali ituambie kama judiciary Kenya haina kazi, tuache kwenda huko tuchukue sheria zetu. Ikiwa ni kuchukua sheria mikononi, kama judiciary itathibitika kwamba haiko ama haina kazi, si kitengo katika serikali, basi tutumie sheria za mikono. Kwa majina naitwa Juma Abdalla Amri. Tuko eneo la Mrututu. Tunalilia haki zetu, na hapa ndio sisi tunataka kujua, tulipovunjiwa sheria imetuambia twende kotini, na tumeenda kotini tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2025. Tukapata koti oda ya kuwa sisi tukae hapa mpaka suluhu ipatikane. Lakini leo hii tumeshangaa, pamekuja Bwana Rotich, County Commissioner, Bwana Abdul Ario, County Commander, Bwana Josephat Mutisya, DCC Msambweni, na OCS wa Msambweni. Hawa wametumika kutumia nguvu kutekeleza mpimo haramu.
Sasa kitu ambacho sisi tunataka kujua, kama sheria tukifuata haishughulikiwi wala haitambuliki ndani ya serikali ya William Ruto, je, sisi kama watu wa Mrututu tutaenda wapi? Au mnatusukuma tutumie sheria mikononi? Kwa hiyo Bwana Rais, sisi tunajipanga na tunasema waziwazi kwamba yeyote ambaye atakuwa na title deed hapa, sisi tunaenda mahakamani na moja kwa moja Bwana Rotich tunamtia kotini, ili watuambie kama wao ndio watu wa kutekeleza sheria, lakini wanachukua sheria mikononi mwao. Na kama kitengo hiki basi hakuna, tuambiwe sisi wakazi wa Mrututu. Tusiwe tunajisumbua kutoka hapa kwenda mahakamani, na Bwana Rotich ukimpatia koti oda anakuambia hiyo ni feki mpaka atajwe yeye. Kwa hivyo tumeamua tumshitaki yeye ili zoezi lisimame. Tunaomba serikali ya Bwana Ruto, kila mara tunaitisha kikao na Mheshimiwa Ruto kwa sababu serikali yake huku mashinani wanapeleka mambo ndivyo sivyo, na hatutasimama hapa mpaka haki zetu tuzipate.